sana katika darasa letu. Tunaendelea na darasa letu la sheria za ulimwengu wa roho. Leo tunataka tujifunze somo muhimu sana na ni sensitive sana hili somo. Kwa naomba ufuatane nami hadi mwisho ili tuweze kujifunza. Mungu akubariki sana. Leo tunaangalia somo la sheria ya kupanda na kuvuna. Na leo nitaenda kidogo kwa umakini ili tuweze kuelewa vizuri. Sheria ya kupanda na kuvuna ni moja ya sheria kwenye ulimwengu wa roho, kama ambavyo tumekuwa tukifundisha kwamba ulimwengu wa roho au wa mwili unazo sheria ambazo zinafanya kazi. Sasa mojawapo sheria hii hapa ya kupanda na kuvuna. Na sheria ya kupanda na kuvuna inafanyaje kazi? Sheria ya kupanda na kuvuna inafanya kazi katika uzao au jamii. Yaani inaposema uzao au jamii inamaanisha nini? Kwamba kwa mfano kama wewe umepanda jambo. Tunaposema kwanza, labda niweke vizuri kwanza. Neno kupanda nini na unapanda nini? Tunachopanda ni matendo mema au mabaya. Unatenda tendo katika jamii, kuwatendea wenzako kwa asili ama kwa wazi. Tendo lote likawa jema ama baya, hilo ni pando katika sheria hii na katika maisha ya ulimwengu wa roho. Na lazima niweke vizuri pia kwamba kwenye ulimwengu wa roho kila kitu kinarekodiwa. Kuna sheria ya record inafanya kazi. Kila kitu kinarekodiwa. Maisha yetu yote haya yanaratibiwa. Sio kwamba ni maisha tu ambayo yanazuka. Hapana, kwenye ulimwengu wa roho hakuna kuzuka jambo. Kila kitu kiko under record. Kwa hiyo kila kitu ujue, mtu wa Mungu, kwamba kinarekodiwa. Sasa katika sheria hii ya kupanda na kuvuna, na unapanda matendo mema au mabaya. Na unapanda wapi? Unapanda katika jamii au unapanda kwa wenzio unaoishi nao. Na je, kwa mfano ikitokea mtu anauliza kwamba, kwa mfano ikitokea kwamba sasa napanda katika uzao, mimi ambaye sina uzao, mfano mtu amefanya jambo la uovu kwa mfano, na hakuzaa mtoto, hakuacha uzao, akafa, inakuwaje? Mtu akipanda neno la uovu na hakuacha uzao, ile consequence yake, matokeo yake, manufaa yake na maslahi yake yanaenda kwenye jamii, iwe kwenye ubaya au kwenye ubaya. Kwa mfano mtu anapopanda jambo baya kwenye jamii, kwa mfano akapanda jambo baya, mfano akamwaga damu ya mtu. Ukimwaga damu ya mtu na ukafa, umemwaga, huna uzao, inaenda wapi? Inaenda kwenye jamii husika. Ile damu itadaiwa ile jamii husika. Kwa sababu maisha yetu pia hayako tu sisi, maisha yetu sisi ni yanaunganika na jamii. Na Mungu anapokuita wewe, maana yake ni wewe pamoja na uzao wako, na uzao mmoja ni miaka mia ngapi? Miaka 100. Na mtu anaanza kuexpire kwenye vizazi vinne. Hii sheria inafanya kazi kwa umbali wa vizazi vinne. Yani miaka 400. Vizazi vinne kwa mahesabu ya vizazi, kwa kila kizazi kina miaka 400. Kwa hiyo hii sheria inafanya kazi kwa miaka 400. Na tunaangalia kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 ule mstari wa 7 inasema, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kitabu cha Hosea ile sura ya 10 na ule mstari wa 12 inasema, pandeni kwa haki, vuneni kwa fadhili. Na ile kitabu cha Hosea sura 8 mstari wa 7 inasema, wapandao upepo watavuna kisulisuli. Lakini pia kitabu cha Mithali ile mstari wa 13 na mstari wa 22 inasema, mtu mwema huwaachia wana wa wanaye urithi, bali mali ya mwenye dhambi huwekwa akiba kwa ajili ya mwenye haki. Ni kitabu cha Zaburi ya 127 mstari wa 4 inasema, kama mshale mikononi mwa shujaa ndivyo walivyo watoto wa ujanani. Sasa hii ni mistari ambayo tumeisoma, lakini maana yake nini? Sheria hii ya kupanda na kuvuna watu wengi sana hawaijui. Hii sheria tofauti na sheria za mwilini, sheria za duniani za kawaida katika mwili huu.
sheria zote za mwili huu tofauti sana na sheria za rohoni. Sheria zote za mwili huu za duniani huwa zinaweza kufanyiwa amendment, unaweza kuzifuta au ukazirekebisha. Sheria za rohoni huwa hazibadilishwi, kwa sababu sheria, mtunzi wa sheria za rohoni ni Mungu mwenyewe, ametunga kupitia neno lake. Mungu sheria anazifuata na kuziheshimu, na hata shetani anazifuata na kuziheshimu. Na watu wawili wanaziangalia sheria za rohoni, Mungu na shetani. Na Mungu Biblia inasema analiangalia neno lake ili alitimize. Maanake Mungu kwenye sheria zake na sheria za rohoni anaziangalia kwa umakini sana. Kuna andiko linasema pia, neno ya yote yatapita, lakini ya ulimwengu ni neno la Bwana litasimama. Maanake kwamba Mungu anaangalia neno lake na sheria zake ambazo ziko rohoni. Unajua ulimwengu wa roho tofauti na wa mwili. Ulimwengu wa mwili sheria zinaweza zikapindishwa. Mtu akafanya nini? Akapindisha sheria, akahonga, akala rushwa. Huku hakuna kula rushwa. Hiki kitu, na katika ulimwengu walo kila kitu kinarekodiwa. Maana kuna sheria ya rekodi. Kila kitu kinarekodiwa. Hakuna kinapita tu hivi hivi. Kwa hiyo sheria, Biblia inasema msidanganyike. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Sasa unapanda nini? Ukipanda uovu, ukipanda uovu, ule uovu kama una uzao, na kuambia umeupanda kwa siri, umeupanda kwa wazi, uovu wowote, ukaua mtu, ukaiba. Watu wengi sana hawajui hii, kwamba anadhani, na ni kwa sababu watu wengi hawajui hii kwamba unachokipanda ndio unachokachovuna. Sasa tunapozungumza kuvuna, unavunaje? Unavuna wewe. Sasa tunapozungumza neno wewe, watu wanajihesabu tu ni wao, kwamba katika maisha ya miaka kakipande haka ka umri wa kuishi miaka 100. Hapana, tunapozungumza tukisema wewe kwenye sheria hii na katika ulimwengu wa roho ni wewe katika maisha ya kesho pia. Maana yake uzao wako, kama una uzao. Kwa mfano kwenye kitabu cha Methali ile sura ya 13 na mstari wa 22 inasema, mtu mwema huwaachia wana wa wanae urithi, bali mali ya mwenye dhambi huwekwa akiba kwa ajili ya mwenye haki. Sasa maana yake nini? Mtu mwema anawaacha uzao urithi. Sasa watu wengi sana tunadhani urithi ni mali, vitu, kwamba mtu unajenga majengo, majumba, unanunua magari, unakuwa na mashamba na mali na fedha, ndio urithi. Na watu wengi sana tunapozungumza mirathi tunazungumza habari ya kitu katika maisha ya dunia hii. Lakini katika maisha ya kiroho mbele za Mungu, urithi sio tu mali, ni pamoja na, kama alivyo wanasayansi, ni pamoja na DNA, sinaita spiritual DNA. Spiritual DNA ya kiroho. Maana yake ni kwamba wanarithi hata matendo ulioyatenda, matendo mema. Na kimsingi urithi si mali tu, ni zaidi ya mali. Watu wengi wanaporithi wanagawana nguo, labda mtu akafa, majumba wanagawana. Hiyo ni itaisha siku moja. Utajenga majumba hata 1000, watayagawana watoto, yataisha siku moja, yatakwisha. Lakini urithi unaozungumzwa hapa ni urithi kimsingi ambacho Mungu anakiangalia, ambacho kitadumu milele, ni urithi wa DNA za kiroho. Kwa mfano, matendo mema, matendo mabaya ambayo wewe umeyatenda wakati ukiwa unaishi. Kwa hiyo ni vyema kujua kwamba urithi unaozungumziwa hapa sio mali tu. Watu wengi wanatafuta sana mali, na wanajua, na watafutia watoto wangu, watarisi watoto wangu na mke wangu. Hapana, unarithisha uzao wako, matendo yako mema na matendo yako maovu, na hayo ndio yanayorithi. Na sasa ndio maana Biblia inasema Mithali kwamba mtu mwema huachia wana wa wanae urithi, bali mali ya mwenye haki. Sasa mali ya mwenye haki Biblia inasema inakuwa akiba. Hizo unazotafuta, unasema na watafutia watoto wangu waje warithi, hiyo ni akiba. Lakini urithi unaozungumzwa hapo ni urithi wa namna gani uliishi, sehemu ya maisha yako, ya mambo ya siri uliyoyafanya, mambo ya wazi uliyoyafanya, na mwenendo wa maisha yako. Hayo ndio utayaacha kwa wana wa wanao. Kama ni uovu, na Biblia inasema hivi kwamba unachokipanda utavuna. Na kwenye Biblia imesema pia kwamba kwenye kitabu cha Hosea kwa 8 mstari wa 7 anasema wapandao upepo watavuna kisulisuli. Maana yake nini? Ukipanda uovu leo, utavuna mara 2 yake au mara 10 yake au mara, na kibibilia huwa ni mara 100. Kwa hiyo ni twice.
inazidishwa mara 100. Kwa hiyo ina maana ukipanda uovu leo unavuna zaidi yake. Nani anayevuna sasa? Ni kati ya vizazi vyako vya kuanzia ulipotenda tendo mpaka miaka 400. Yaani vizazi vyako 4, uzao wako huu, kama una uzao. Na kama si huna uzao, umetenda jambo, una uzao ukafa, ukatenda jambo ukafa, ina maana jamii hiyo hapo itasafa consequences. Jamii, kwa sababu kuna mambo ambayo inategemea umefanya nini. Kuna mambo mengine jamii hiyo italipa, itabidi kuwajibika. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu pia ni Mungu wa umma. Mungu sio mtu wa binafsi. Mungu ni wa umma, pia anadili na umma. Kuna mambo mengi, kwa sababu huwezi ukalitenda peke yako tu, lazima hata unayemtendea ni Mungu wa umma vile vile. Na ndio maana Adamu alipotenda, utaona dhambi ile inaukumba umma wote wa Adamu, kwa sababu dhambi imetendwa na mtu mmoja. Mungu anaweza akawa na mtu mmoja ikaleta matokeo kwenye umma, anaweza akaanza na umma ikampata mtu mmoja. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe utende ukiwa huna uzao, ujue kulipa watalipa wengine. Hakuna deni mbele za Mungu ambalo halitalipwa, lazima deni lote lilipwe. Ndio maana unaona Bwana Yesu alikuja kwa ajili ya umma wa wanadamu, akaja akafa mmoja, akafa kwa ajili ya watu wengine, wakosa ya watu wengi, lakini akafa mtu mmoja akayajibu. Kwa hiyo utende ukiwa mmoja na usipate uzao, lazima utachukua kuwajibika. Nani atawajibika? Ni kwamba atakayewajibika ni uzao wako. Kama huna uzao, umma wako utawajibika, ambao unatokana nao, utakao waacha ile matokeo yake lazima watalipia tu, lazima walipie. Ndio maana wanapomwaga damu watu, ile jamii ambayo damu imeongeka, au eneo au mahali ilipomwagika damu, lazima ile damu inaongea. Mungu anamwambia Kaini kwamba damu ya ndugu yako inanililia, damu inaongea. Kwa mfano, kila dhambi ukizitenda lazima zizungumze, na kwenye ulimwengu wa roho damu ina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaanza kuona kwamba anasema pia pandeni kwa haki. Kitu gani upande sasa? Kitu gani upande katika maisha yako? Muda wote panda kwa haki. Panda haki. Fanya juu chini, kwa sababu shetani anajua kwamba anahakikisha kabisa hupandi haki. Unaletewa kila mazingira ambayo yanakufanya usipande haki. Unajaribiwa kila na hii lazima ujue kwamba shetani atahakikisha anakunyima hii fursa. Na ili uangukie katika kukosana, uangukie kwenye kategori ya watu wanaopanda na kuvuna. Unapanda nini kwenye maisha yako? Watu wengi wanateseka leo kwa sababu ya mapando yaliyopandwa na babu zao na watu waliokufa. Kwa sababu watu wengi, mambo yote tunayoishi hapa yameanzia msingi wa jana, kama ilivyo katika maisha ya mwili, kwamba watu wengi wapo leo wana matatizo, wana magonjwa, lakini wana magonjwa, wana mambo mbalimbali chungu mzima, wanapitia ugumu. Lakini pia wapo watu ambao pia wanaishi katika neema, wanadhani wana akili sana, wanadhani wao wamebarikiwa sana, wanadhani wana upendeleo. Mungu binasema hana upendeleo. Mungu hana upendeleo kwa sababu ya hii sheria. Hana upendeleo. Mungu hawezi kukupendelea wewe amwache mwingine. Mungu ni mwenye haki, na ndio maana anasema tupande katika haki. Mungu ni mwenye haki, hapendelei mtu. Sasa unachopanda ndicho utakachovuna. Utakachopanda wewe atavuna mjukuu wako, kwa sababu wewe unaweza ukafanya jambo leo kwa siri na watu wasijue, lakini ukitoka atavuna. Hii kitu haijipingi, wewe fanya unapoweza. Hizi ni sheria za rohoni, hazibadiliki, zimesimama kwa mstari ulionyoka, na Mungu yupo na shetani yupo. Shetani anajua kama ulipanda kitu. Ndio maana unamwona shetani alitafuta uhalali. Kuna ile sheria ya uhalali, akaenda kwa Ayubu, akamweleza Mungu, huyu mtu unambariki kwa sababu huyu Ayubu alikuwa anafanya mema. Huyu alikuwa, Biblia inasema alikuwa ni mtu mwema katika nchi ya Usi. Kwa hiyo una maana kwamba ukiwa mtu mwema, wanao uzao wako utavuna mema. Ndio maana kuna mtu alisema hivi, ishi na wanao vizuri, wajukuu waje wafaidi. Kwamba ukiishi na wanao vizuri, ukawalea vizuri, nao watawatendea vile vile watoto wao. Na ndio maana jamii ni muhimu sana, tukailea jamii wakati wote. Tulee jamii vizuri. Nchi zetu, mataifa mengi duniani yana background za ukoloni na utumwa.
tabia zipo unazoona katika jamii, watu wengine hata kama wanaziendeleza, hata kama wamezizoea, zina ukatili na utumwa. Kwa nini? Kwa sababu ya background ya watu wazazi wetu wa nyuma, ama walipitia katika utumwa ama katika ukoloni. Kwa hiyo kuna tabia zipo kwenye maisha yetu, hata uwezo wetu wa kufanya mambo, kwa namna tunapochukuliana, kwa sababu ya tabia za kitumwa na ukoloni. Mataifa yote walifanywa, dunia karibia yote ilikuwa colonized. Lakini pili, utumwa uliathiri sana matabia za watu wengi. Kwa hiyo watu wengi ndio ujue wewe uko hivyo ile leo, pengine kulingana na background uko hivyo kulingana na wazazi wako. Hayo watu wengi maisha yao hawajayagain maisha yao. Tunaishi kwa sababu ya maisha ni kama kupokezana kijiti, kwamba unachokuwa maisha kutoka wazazi, wanakurithisha walicho nacho, sio mali tu, wanakurithisha tabia, wanakurithisha namna unavyoyatafsiri maisha, wanakurithisha namna unavyoweza kuwachukulia watu, namna unavyoweza kuheshimu watu. Ndivyo maisha yalivyo, kwamba tunarithishana. Kwa nani? Ndio maana Biblia inasema apandacho mtu au jamii ikipanda uovu, utarajie ni swala la muda tu, watavuna uovu. Jamii ikipanda wema, ikadea watu wake vizuri, familia ikiwalea watu wake vizuri, wajukuu watafaidi, vitukuu watafaidi. Sizungumzi kwa habari ya kutafuta fedha, sizungumzi kwa habari ya kutafuta mali. Mali ni akiba. Tena ukiwa muovu, Biblia inasema ni akiba. Mali ya mtu mwovu ni akiba ya wenye haki. Tunaona kwa habari ya nani, Nuhu alipowalani amlani uzao wa babu yake Kanani. Tunaona Kanani alikuja kunyang'anywa mashamba, akanyang'anywa kwa usemi wa nani? Usemi wa baba yake. Kwa hiyo namna utakapoishi na watu, ukiishi na mema, si kwa ajili yako, jamii yako itafaidi. Kama hautakuwa na uzao, ukiishi ukitenda mabaya, jamii yako itasafa, italipia. Hakuna kinachoenda bure, hakuna kinachokwenda hivi kipite kwenye Mungu leo, kote kinapigiwa msali. Na ndio maana maandiko haya na hii sheria watu wengi hawajui, wanaishi anyhow, wanaishi vyote. Mtu anaishi anadhani ni yeye tu, naishi mimi nikimaliza maisha yangu. Tena kuna watu wengine wanasema maisha ni mafupi. Sio maisha mafupi, maisha ni marefu. Maisha na umri, wewe utadumu miaka 400, na kama una mtoto mmoja miaka 400. Namna unavyoishi uangalie sana unavyoenenda, kwa sababu apandacho mtu ndicho atakacho. Asante sana kwa kuendelea kunifuatilia kwenye peji yangu. Jina ni Saku David. Naomba uweze kushare kwa wengine ili waweze kupata masomo haya mazuri. Kama yanakubariki, hebu wabariki na wengine. Mungu akubariki sana. Asante sana.